Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu kupitia jina zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye ambaye ametuokoa na yeye ambaye ametupenda. Jina langu naitwa Mwinjilisti Eric Kujwika. Leo nimesimama kwenye media kwa ajili ya kuelezea ushuhuda wangu wa kuoa. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Mungu ambaye amekuwa mwaminifu kwangu na amekuwa mwema sana kwangu. Mungu amekuwa mwaminifu na amezidi kutukuka katika maisha yangu, na pia amezidi kuwa hodari katika maisha yangu. Mungu ni mwaminifu sana. Nataka leo nikupe ushuhuda wangu wa maisha ya kuoa. Ushuhuda huu najua kwako kijana utakutia moyo, lakini pia utakupa nguvu ya kuendelea. Utajisikia kutiwa nguvu upya. Bwana atakuwezesha kwa upya kabisa. Haleluya. Wewe ambaye kwa sasa hujaoa au hujaolewa, usikate tamaa. Mungu yupo anasaidia. Na Mungu yupo anatoa. Haleluya. Ilikuwa mnamo mwaka 2022 ndipo ambapo nilipoanza maombi ya kwamba Mungu anipe mwenzi wa maisha. Na kumbuka ilikuwa ni mwezi wa 9 mwaka 2022. Basi nikawa nimepata mwanamke moja, na katika yule mwanamke baada ya kupata, basi tukaanza michakato. Tukapima na taarifa zilikuwa tayari zimekwisha kaa vizuri kwa pande zote mbili. Lakini kufika mwaka 2023 ndipo sasa pakainuka na upinzani upande wa familia yangu, wazazi. Wakati huu tulikuwa tumeshafikia tayari hatua ya mahali, kwenda kulipa mahali. Na hatimaye pale sasa kabidi wazazi wangu wakaweka pingamizi na kwamba haiwezekani kumchukua huyo binti. Hapo sasa ndipo ambapo nikaona kwa kweli wazazi, imekuaje jambo kama hili? Mimi nimeshafikia sasa hatua tayari ya kulipa mahali, lakini wakakataa. Basi kaenda ikashindikana. Bado nikawa na uhitaji wa kuendelea kupata mwenza kwa sababu umri sasa, lakini pia maisha na jinsi mimi ndio naona, nikaona nina uhitaji sasa wa kupata mwenza. Basi tukafika mwanamke mwingine tena wa pili. Tukafanya michakato. Siku moja nakumbuka nilikuwa kwenye maombi ya masaa 24. Wakati usiku nimezima simu, kumbe nikawa natafutwa. Yule binti naye ikawa
natafutwa. Kumbe alionitafuta ni mtu wa yule kibinti. Akasa asubuhi nafungua simu, nakuta message natumiwa WhatsApp, na pia kijana ananielezea, analalamika kwamba bwana, nasikia unataka kuchukua mwanamke mwingine, huyu mwanamke ni wangu. Basi nikaona amekuwa hayo, nikamshukuru Mungu. Kabidi sasa, kwa kuwa ni mwinjilisti, nikamshuhudia yule kijana, kwa sababu alikuwa ni kijana ambaye hajaokoka. Kabidi nimpe injili yule kijana. Kwa hiyo basi nikaacha. Mwaka huo tena unaendelea 2023, nikapata tena binti mwingine. Bado nikawa nia yangu iko pale pale, nahitaji mwenza kweli. Nikapata binti mwingine tena. Baada ya kupata yule binti, kwa mara ya kwanza nilimwona kufanya michakato, barua zikatumwa mpaka kwenye kanisa lao. Majibu kuja, binti akakataa. Basi nikawa sina namna, nikawa nimekaa. Siku moja nikatafutwa, nikaambia bwana, yule binti amekubali. Mimi sasa nikakuta moyoni napata shida kuzito. Moyoni kuna uzito mkubwa. Ndani ya moyo kuna ugua. Nikasema hapana, huyu binti siko tayari kumchukua. Basi pale wakakasirika sana watu, wakaongea maneno magumu wengine, lakini nikabaki tu nimenyamaza. Kasema hapa nipasa tu niwe mpole, ninyamaze kimya. Basi Mungu akanishindia lile jaribu. Huyo binti kumbe alipokubali, baadaye kagundulika kumbe alikuwa ni mjamzito. Nikamshukuru Mungu, nikasema asante Mungu, kwa sababu ulinipa ule uzito na ulinipa hali ya kuugua moyoni. Kumbe ulikuwa unajua fikra kwamba huyu binti hakuwa mwaminifu. Basi nikaacha. Na wale waliokuwa wananisema wakaona sasa ushahidi umezidilika katika mwili ya kuwa sio sahihi yule binti kwangu. Kasimama. Baada ya hapo nikanyamaza kimya sana. Sikuweza kutia nia tena kutakoa. Kapita mwaka 2023 wote. Tukaenda pakawa muda mrefu sana. Kawa sasa nachoka. Sema inakuwaje, kila mwanamke anajaribu inashindikana, mambo yanakuwa magumu, napata sifuri tu. Kijana mwenzangu, kuna wakati inawezekana pia unafika unachoka. Huo wakati hata mimi pia nilikutana nao. Tena mpaka nilihisi kwamba huenda mimi ni kama Samsoni, kwamba ni mnaziri wa Bwana ambaye sitakiwi kuoa kabisa, au ni namna gani. Niliwaza mbali sana. Kufika huo mwaka 2023, 24 nikamwona binti mwingine tena. Yule binti baada ya kumwona, binti akapokea taarifa, akasema ngoja nikaombe. Hatimaye baadaye akakataa, akanikataa. Basi nikasema sasa inakuwaje? Akakataa, na mimi nikamshukuru Mungu. Kamshukuru Mungu kukataliwa. Pendwa, shukuru Mungu tu. Inawezekana pia umekataliwa, na sisi tulikataliwa. Shukuru Bwana.
Basi nikamshukuru Mungu. Hapo sasa kuna majaribu mengine nikawa napitia. Kuna wanawake wengi sana wakawa wanataka hiyo nafasi, wengi sana, lakini nikakataa wote kwamba hapana. Wengi wananihitaji, wanasema basi nipe mimi hiyo nafasi. Hiyo nafasi mbona kama vile inakuwa namna gani? Nipe mimi, niko tayari. Nikasema hapana, siwezi kukupa hii nafasi. Nikakataa. Sema haiwezekani mwanamke anamtongoza mwanaume. Basi tukaenda, ikafika 2024 hiyo sasa. 24 hiyo inaenda, nikamwona binti mwingine tena kanisa lingine. Bado nia yangu iko ya kuoa sasa, imefufuka tena. Yule binti nilimuona, lakini pia pakawa na taarifa mbili tofauti. Upande wa viongozi wake wanasema binti ana mtu tayari, lakini binti anasema hana mtu. Nikasema hii taarifa ziko mbili hapo, nikaacha. Lakini katika mazingira hayo, pana kipindi kabla ya hapo, asante. Basi huyu baada ya kumwona ikakataa. Sasa ndio ikafuata mwishoni, ndio akafunguka huyu sasa, ambaye ndo kwa sasa nimemuoa. Huyu dada kwa kweli ikawa katika harakati za watu wa rafiki zangu katika kufanya huduma huku na huko. Wakasema bwana kaka mkubwa, inatupasa sasa na we pia inabidi uwe unatembea, usikae sehemu moja. Naona usikae sehemu moja, tembea. Maana inawezekana kila sehemu unajaribu, pande zote kuna goma, jaribu kuzunguka. Akasema hakuna shida. Basi tukatoka tukaanza kuzunguka, tukapita sehemu moja panaitwa Rufiji. Niko pale nilipofika, tukamwona mtumishi wa Mungu pale. Tukamwambia baba, tumekuja, shida yetu kubwa, tunahitaji binti hapa. Naona. Basi mchungaji tukamwona, akatukaribisha vizuri kwake. Akasema kweli mimi nina binti moja, wengine wapo lakini huyu labda muangalieni. Basi mtumishi wa Bwana akasema hakuna shida, kwa sababu mna shida kuona, tembeeni tu. Tukatembea. Baadaye akasema basi tuelekeeni maeneo ya kanisani. Binti akabidi apigiwe simu, binti njoo, kuna ugeni hapa, nataka wakuone. Basi tukatoka tunaelekea. Wakati tunaenda kufika sehemu, tukasimama njiani dukani hivi, tukanunua juisi soda zetu pale, tukawa tunakunywa njiani. Mara binti anatokea. Mara binti akatokea. Alipotokea binti tu nikamuona. Sema okay, huyu. Baada ya kumuona kuna picha ikajifunua kwangu, kwa sababu kabla sijafika ni katika harakati nyingi sana za kutafuta. Maombi yalikuwa kwangu hayaishi, ilikuwa ni chakula tu cha kawaida kwangu siku zote. Naona mara kamuona binti huyu. Sema ndo huyu tu atakuwa. Basi baada akaniambia watumishi wa Bwana, bwana ndo huyu umemuona? Nikasema kama ni huyu twendeni. Nimemuona. Vingine zaidi sijui, ila twendeni kumuomba Bwana. Basi tukatoka tukaelekea mpaka kanisani.
binti akabidi aitwe tena kule, maana alipotuona tu pale akaondoka kaenda kwao. Baadaye akabidi aitwe tena na pastor kwamba njoo binti kanisani. Fika kanisani, binti akafika. Mchungaji sasa akajitambulisha rasmi, na mimi kabidi nijitambulishe rasmi. Na rafiki yangu ambaye tuko wote katika kuzunguka huko na huko, ikabidi yeye ameshaoa tayari, ikabidi na yeye ajitambulishe rasmi, tukajitambulisha vizuri. Basi mimi pale mchungaji akasema basi tumuombe Mungu, tukamwomba Mungu. Baada ya hapo pastor akasema sasa kijana, kwa kuwa umemuona binti na nafikiri ni huyu umemuona, sifa zake umesikia, basi nafikiri kifuatacho sisi tutaondoka wote tukuache kanisani. Basi pastor akasema sisi tutakuacha hapa kanisani, wewe utabaki na binti, ila mtakapoongea katika mazungumzo yenu msitumie muda mrefu sana kwa sababu ya ushuhuda. Basi tukabaki mimi na binti kanisani. Akasema hapa hakuna namna, na pastor aliniruhusu kama utakuwa umelezia utamweleza shida yako. Basi amshukuru Mungu kwa kibali cha mchungaji wa mahali pale Rufiji. Kabidi nimwambie binti ukweli. Binti, mimi shida yangu kubwa katika kuzunguka huko na huko, nimejaribu kutafuta wanawake, sipa kuoa sijapata. Shida yangu ni kuoa, nataka mke. Na katika pita zangu nimefika hapa na nimekuona we binti. Tuko wawili tu, kanisa liko wazi, taa zimewashwa. Basi nikamweleza binti shida yangu ni fupi tu, kwamba taji tu mke, na nimekuona wewe ndiye ambaye naweza ukawa kaziba ipengo au nafasi ambayo ipo. Mpendwa, tunamshukuru Mungu. Binti wa watu akasema hakuna shida kaka, ila tuendelee kuomba ili jambo. Sitakujibu saa hizi, nitakapokuwa tayari nitakujibu. Sema asante. Basi tafuta watumishi wa Mungu, nikamwambia bwana tumeshaongea, tushamaliza. Nilikuwa ni muda mfupi tu. Baada hapo nikarudi kwa mchungaji. Mchungaji akamwambia baba amesema kwamba ataendelea kuomba. Sema hamna shida, subiri. Nikapanda gari nikarudi zangu Mtwara. Baada hapo baadaye sasa baada zikapita siku kadha wa kadha, binti akatoa majibu. Akasema bwana, yule kijana niko tayari kuolewa naye. Nikajisikia furaha moyoni kwa kweli. Maana nilikuwa nahisi mimi ni mtu wa kukataliwa, ni mtu wa kupigwa vibuti. Ni mtu wa kuona mambo yanakuwa magumu. Sasa sikuamini kuona jambo sasa linakuwa jepesi namna hii. Nilijisikia vizuri, nikajisikia furaha kubwa. Na baadaye sasa ndipo kabidi nielezee uongozi kwa ujumla kwamba sasa jambo limefikia hapa, na sasa rasmi kabisa nalianzisha mchakato. Basi kabidi sasa uongozi wa huko nilipo na kule wanaandikia barua sasa nizipeleke rasmi na kuonesha nataka kutia nia kuposa pale. Mchakato ya barua ikaendelea. Baadaye kabidi michakato ya kupima. Kama unavyojua sisi makanisa ya Kipentekoste watu tunapima kabla. Kapima, kaonekana. Baada ya vipimo shughuli zingine zikaendelea. Binti ikawa katika kuonana, tunaonania tu kwa mchungaji kule.
tunapiga story pale, tunaongea, tunapanga mipango. Basi mimi natoka kule Rufiji narudi Mtwara. Baadaye kabidi sasa kuelekea katika harakati za kutangaza uchumba. Kabidi mimi nitoke hapa Mtwara tena kwenda kule Rufiji. Baada hapo tulilipa mahali. Baada mahali tukamaliza taratibu za mahali kwa wazazi, tukafuata zoezi za kutangaza uchumba. Tukatangaza uchumba. Mchungaji akatangaza kule, akatutangaza, na hatimaye baadaye nikarudi Mtwara wakanitangaza. Morogoro pia wakatangaza kule katika kanisa la TAG Mchombe. Kwa mchungaji wangu kule pia, mchungaji wangu kule kabidi pia wanitangaze. Baada ya hapo ikabidi sasa ni michakato mizima ya harusi. Ndugu zangu, niwatie moyo, kuna wengine wanaogopa kuoa kwa sababu ya fedha. Mimi namshukuru Mungu, aliniinulia watu sana. Ni Mungu tu aliamua kufanya. Mpaka namaliza kutangaza uchumba, wezi amini nilikuwa na shilingi 300. Shilingi 300, yani 100, 200, 300. Nimemaliza na 300. Sina hela ya kuendelea, hela ya suti sina, hela ya kila kitu sina, nipo tu. Nikumuomba tu Mungu, Mungu nisaidie, Mungu niinulie watu, Mungu nisaidie. Nashukuru sana. Mungu alianza kuniinulia watu, nikapata hela, nikaanza kununua vitu, nanunua suti, nanunua vitu mbalimbali, naandaa suti ya kwangu, msimamizi, nguo mbalimbali naandaa. Kwa kweli niliona namna ya ajabu. Baadaye bado mambo yanaendelea kuwa magumu. Kanisani ikabidi sasa wanaendelea kunitia moyo, mchungaji wa mahali hapa TAG Southern Christian Center, mama mchungaji, wazee wa kanisa na washirika wenzangu wote hapa. Kawa wananitia moyo sana kwamba usijali mtumishi wa Bwana, utaoa. Uwezi amini mpendwa kwamba nipo lakini sina hela. Nawaza hela itapatikanaje ya kufanya jambo kama hili. Basi nashukuru Mungu akawa ananitia moyo wapendwa. Nilikuwa nachoka. Kwanza nimepata kwa shida, alafu ili kufika hilo eneo sasa ndipo niona Mungu anaanza kufanya namna ya kuweza kutokeza milango. Siku moja nipo katika maombi, namtafuta Bwana kwamba sasa itakuwaje juu ya hili jambo, naona linakaribia sasa, sina fedha. Na uchumba ulishatangazwa toka mwezi wa pili mwaka 2025, tarehe 2 mwezi wa pili, tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2025 tumetangaza uchumba. Sasa katikati hapa ndo mambo yanaenda kwa ujumla. Sasa ndoa tumeshatangaza tayari tarehe 12 mwezi wa 7. Hapa kati maandalizi, vyakula, michele, kwa maana mboga na kila kitu, vitu mbalimbali, vinywaji na maandalizi yote kwa ujumla. Wapendwa, wakati nipo katika maombi yale, sasa naomba Mungu anisaidie hili jambo sababu limekuwa gumu kwangu. Nilipata jibu moja likisema kwamba Mungu akikupa kitu atakupa na namna ya kutatua. Kabisa wazo likanijia hilo kwa nguvu katika akili. Nikasema kumbe Mungu anapokupa kitu anakupa na namna ya kuweza kukitatua. Nikajikuta nimetiwa nguvu pale pale. Naona. Basi nikainuka na maombi naona aliishia tu hapo hapo. Nikamshukuru Mungu basi. Nikawa sana tembea na lile neno, na lile wazo. Pendwa, kufika sasa Mungu akaanza kujifunua kwa namna kubwa. Ndipo alipoinua watu. Namshukuru Mungu na nawashukuru watu pia. Siwezi kukosa kuwashukuru na watu. Watumishi wa Southern Christian Center
watumishi wa kituo cha afya Kitangari na marafiki mbalimbali, ndugu, watu kwenye jamii na waishi nao, kina babu mzee Mdaka na wengine wengi, Bibi Mnipa na watu mbalimbali. Kwa kweli nimeona wakijitokeza kwa nguvu na watu wengi kunisukuma katika lile jambo na kunitia moyo. Kwa kweli walinitia moyo sana. Kibinadamu unachoka, kibinadamu unashindwa kuelewa hapa naingilia wapi, lakini Mungu aliwainua wa watu sana. Walisimama pamoja kwa nguvu moja. Hatimaye nikakuta mahali pale, nikaendelea kufanya maandalizi huku na kule. Fedha nilizokuwa nazo sio kwamba sikuwa nazo, nilikuwa nazo lakini hazitoshi. Jambo ni kubwa. Safari tu ya kutoka Mtwara mpaka kufika Morogoro tayari inabidi uwe kama na 1,500,000 hivi, 1,500,000. Bado kwenye send off kule inabidi pia uwe na fedha kule. Kuna watu kule inabidi niwasafirishe, niwatoe Rufiji kuwapeleka Morogoro Mgeta. Pita Morogoro, Ifakara, Mgeta. Niwapeleke niwarudishe. Basi namshukuru Mungu sana. Jambo lilikuwa ni gumu kwangu na nafikiria na nilishajiwekea namna kwamba hapa itakuwa hivi na hivi. Mambo yakawa magumu, lakini namshukuru Mungu aliwainua watu wakasimama. Ndugu zangu, usiogope kuoa. Kuna watu wanaogopa kuoa siku hizi eti kisa kusema fedha hawana. Hapana, Mungu ana watu. Mungu atakutokea tu. Wewe madamu ukae vizuri na Mungu tu. Basi baada ya hapo ikabidi sasa fedha ikapatikana, siku ya send off ikafika. Nashukuru Mungu akatokea watu kunisaidia. Baba Betha wakasema, sisi bwana tutakuwa pamoja na wewe mpaka tutakapofika huko kwenu Mgeta tukapaone. Nikasema nashukuru. Tukatoka nao Mtwara na wakawa hao watu wametoka, kwa kweli wamewakilisha kanisa kwa ujumla lote la Thousand Christian Center. Nashukuru kwa upendo wao mkubwa. Wakasema sisi bwana tutaenda mpaka huko tukashuhudie. Sema bila shaka watumishi wa Bwana, karibuni sana Mgeta. Tukatoka tukapita kwenye send off Rufiji, tukaelekea nyumbani Mgeta. Mgeta nashukuru sana. Kwa kweli nimeona mwitikio mkubwa toka pale kanisa la TAG Mchombe kwa mchungaji Floris Kibonji, baba yangu na mlezi wangu Shauri. Kwa kweli nashukuru, pamoja na mama mchungaji, lakini pia na wachungaji wengine wote wa kule, kina mchungaji Emilian Simbani, mama mchungaji Emilian Simbani, mchungaji Kapesa, mama mchungaji Kapesa, mchungaji Ngilangwa, mama mchungaji Ngilangwa, mchungaji Aule, mama mchungaji Aule, mchungaji Kapunga na mama mchungaji Kapunga, na wachungaji wengine wengi, kina mchungaji Rusingo, wachungaji wengi. Kwa kweli nashukuru Mungu, niliona wamejitokeza kwa nguvu kubwa. Mchungaji Brighton Likongo, wachungaji kibao na wachungaji wengine wengi, wazee wa kanisa toka makanisa EAGT, TAG, FPCT, makanisa mengi hapa. Kwa kweli namshukuru Mungu, wamejitokeza kwa wingi sana. Mchungaji Sanga, mama mchungaji Sanga na wachungaji wengine wengi kwa kweli, na wengine wengi siwezi kumaliza wote kuwataja majina, lakini wengi sana kwa kweli niliwaona. Nashukuru wazee wa kanisa, mashemasi, viongozi wa idara na watu mbali wamejitokeza. Kwa kweli makanisa jirani yote ya pale Mgeta wamejitokeza kwa nguvu kubwa. Nashukuru sana kila mchungaji Chuma kutoka kule Msese na wachungaji wengine wengi. Jamani, kwa kweli siwezi kuwamaliza wote, ila mlikuwa wengi nikao na waona. Nashukuru sana kwa jitihada zenu, kwa mshikamano mkubwa.
kipekee namshukuru Mungu sana. Na napenda kuzishukuru familia mbalimbali ikiwemo familia ya Mr. and Mrs. Kibona. Kwa kweli imeonyesha ushirikiano mkubwa sana. Lakini familia nyingine nyingi kwa kweli wapendwa, zilikuwa nyingi sana. Majirani wa pale Mgeta na pia walionyesha ushirikiano mkubwa sana. Watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali Fakara. Kwa kweli niliona mwitikio mkubwa. Palikuwa na wapendwa pia toka pale TG Sinai kwa mchungaji Msimbe. Mungu awabariki sana. Kwa kweli walitembelea mpaka kule Mgeta. Mungu awabariki sana Jericho na timu yake yote. Kwa kweli Mungu amekuwa mwaminifu, na namshukuru Mungu sana kupitia ninyi watumishi wa Bwana, lakini pia na wengine wote siwezi kuwataja. Jose Kasigila na viongozi wengine wengi. Kwa kweli Mungu awabariki sana 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 sana. Na namshukuru Mungu sana kwa niaba yenu. Nashukuru sana, mmekuwa baraka kubwa. Watu mbali kutoka hapo Mgeta. Wengine jamani siwezi kuwamaliza. Yaani mlikuwa wengi mno. Wewe jisikie tu na wewe upo katika orodha ya watu wengi. Lakini nashukuru wana timu ya maombi mbalimbali walikuwa kisimama na mimi katika kuomba. Kutoka kule Kibaha mkoa wa Pwani. Mama yangu Asunta Chirumika na familia yote kwa ujumla, Mzee Liganga. Mungu awabariki sana kwa kuniombea. Kwa kweli nashukuru sana watu mbalimbali wengine wengi. Kwa kweli Mungu awabariki. Mungu awabariki sana huko mliko. Mungu awabariki na Mungu azidi kuwatokea, Mungu azidi kuwainua. Namshukuru Mungu. Labda nitolee ufafanuzi kwa sasa kifupi ni kwamba katika kwa sasa tunapoishi ni kwamba tunaishi kwa upendo na wazazi wote. Hakuna ambaye amekosea. Tunaishi tumesameana, maisha yanaendelea safi. Tunamshukuru Mungu sana. Wazazi wangu kwa kweli Mungu awabariki. Nashukuru tunaishi nao vizuri, wamekuwa baraka kubwa katika sherehe hii. Na tumefanyia nyumbani kwa bisa pa mimi pa kuzaliwa pale Mgeta. Nashukuru sana. Imekuwa vizuri sana na tunaishi nao kwa upendo kabisa mpaka sasa. Wamekuwa baraka kubwa sana wazazi wangu. Nawapenda wazazi wangu na Mungu awabariki sana. Kwa kweli tunaishi hatuna shida yoyote wenyewe, labda kuna kadosari tofauti, hapana. Tunayoisha pita, hayo ni mambo ya kupita. Tunamshukuru Mungu sana, na kwa kweli niliona kwamba Mungu anajua mwenyewe juu ya mambo mengine ambayo yanaweza kaja kwa namna fulani, lakini Mungu awabariki. Mungu awabariki, tunaishi vizuri, hakuna tatizo lolote. Tunashukuru Mungu na tunashukuru sana. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Kwa sasa nipo Mtwara. Karibuni sana mkoa wa Mtwara. Mungu awabariki sana. Wilaya Newala. Karibuni sana huku ndiko mali tuliko sasa. Barikiweni na Bwana. Mungu awabariki. Naitwa Mwinjilisti Eric Kujwika. Mungu awabariki sana watu wote. Na huu ndio mwisho wa ushuhuda wangu ambao nimeutolea hapo. Mungu akubariki sana. Ukipenda karibu nitafute, takupa shuhuda zaidi, lakini pia ushauri, maoni na namna mbalimbali katika kipindi cha kuota za tukashare pamoja. Mungu akubariki sana. Sio mambo tu ya kuhubiri injili, hata huku pia tunaweza tukashare na tukapeana mawazo. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Asante.